Sawa. Mjambo, jambo na karibu kwenye awamu nyingine ya Jamvi kiletwa kwako na vigogo na mashabiki wa wana Arsenali. Tuite kaka na Jusa. Nasemaje ndugu yangu, kwa salama? Niko salama. Naam. Nashukuru kwa wikendi hii njema ambayo Maulana akatujalia. Eh, Naam. kwa kweli Maulana imekuwa maana kwa maana tunaingia wiki nyingine ya mechi za pale Uingereza ambapo Mm. kidogo eh, mwana Arsenali pia atakuwa anajaribu kubishana na wale ambao wanaita opponents kwake, lakini kwa leo hatutazingatia sana mwana Arsenali kwa maana kidogo already mambo yake tulishafanya bisection, kwa maana maneno yake hakuhitaji kuchanganyishwa na na mambo mengine hapa kando. Yeye ilihitaji segment yake peke yake ambayo tulimaliza, tulidhalilisha. Kwa hivyo kama bado hujaiona tumbukia ndani ya channel ya Jamvi na uweze kuona zile segment ambazo tumepiga hapo nyuma. Ndugu yangu, wiki nyingine ambapo kidogo opponents wamejitayarisha na sijui mechi ambayo tunaenda kuangazia ambayo itakuwa ya kipaumbele. Kuna mechi kadha wa kadha zitakuwa zinachezwa wikendi, kwa maana mwana Chelsea atakuwa anaingia ugani, mwana Newcastle pia atakuwa anaingia ugani na vijana wa Good Evening, na pia miamba wa soka atakuwa anaingia ugani. Kwa hivyo mechi Mm. tatu hizo ambazo zitakuwa pia zinachezwa, ambazo ni clash, si ati ni clash kubwa, lakini pia ni clash za maana, kwa maana pia top 3 teams ama top 4 teams zitakuwa zinajaribu angalau kuongeza pointi ama pia kudondosha pointi wakisuasua. Ni mechi gani ambayo unatazamia kwako itakuwa match of the weekend other than mechi ya mwana Arsenali na mechi ya mwana Manchester? Eh, eh. Na mechi ya mwana Manchester na mwana Man City na Wolves ni mechi ambayo pia nimeisubiri sana, maana Wolves amekuwa akijituma sana kwenye mechi takriban tatu nne ambazo amecheza. Kwa hivyo ana ule uwezo wa kumsakama City, na City wakati huo huo amekuwa akisuasua. Kwa hivyo nataka sana kuona venye mechi hiyo itaenda. Naam. Naam, naam. Na hivyo kwa hivyo kulingana na mtazamo wako, naona kidogo utakuwa unawaangazia sana vijana wa Guardiola. Naam, Uone kama naam. ataangusha pointi, lakini Jusa, unategemea kweli Guardiola aangushe pointi dhidi ya mwana Wolves kweli hii masaa? Ameweza kupoteza pointi mingi akiwa nyumbani, kwa hivyo si jambo geni ambalo City ni City, na City pia ana ule uwezo wa bado kupoteza pointi, maana jinsi amecheza mechi ya Manchester, huenda Wolves akamsakama vivyo hivyo, maana pia Wolves amekuwa akicheza sana vizuri kwa ile michezo ya ile mipira ya transition. Kwa hivyo ikiwa mwana City atakaa vibaya, basi tanisamehe. Tusame vile alitusame, Tanisamehe kidogo. tusame katikati ya wiki dhidi ya mwana Bodo Glimt. Mechi ambayo kidogo pia Guardiola pia kidogo alinistua sana, kwa maana sikutarajia mwana Bodo ashuke naye, kwa maana sasa ilibidi amemshukisha mpaka kwa zile awamu za knockout kabla hajaingia bado. So mwana Wolves pia na Bodo Glimt sioni tofauti, kwa maana pia Bodo Glimt pia pande yao si ati wanafanya vizuri sana, lakini pia wako vibaya, lakini siku pia tarajia mechi ya mwana Bodo Guardiola apigwe the same way Liverpool Wolves iko ni timu ambayo pia inasuasua, ni timu ambayo pia imekuwa ikidondosha pointi, ni timu ambayo pia kidogo akikaa vibaya anaweza rudi nyasi. Watatusame na mwana Man City kidogo, kwa ule mtazamo wako
Guardiola amejiandaaje kwa mechi kama hii, na ni mechi ambayo atafungua kila mtu, ni mechi ambayo pia atakuwa reserved, ikikumbukwa kuwa nalia sana, anasema ako na majeraha ya mkambako. Ni mechi ambayo natarajia sana kijana McGay aingie straight into the starting 11, maana ni defender ambaye ana ule ama ana kile kitu ambacho tunakiita Premier League experience. Kwa hivyo kijana ambaye hahitaji muda kuadapt kwa hii ligi. Kwa hivyo Pep Guardiola amejiandaa na kijana huyo, na kiwa atacheza na McGay na kiwa mechi itamkubali, basi ana ule uwezo wa kuona improvement ukilinganisha na mechi hizi ambazo amecheza hapo awali. Naam. Kwa hivyo mtazamo wako, unatarajia kijana McGay kuingia straight kwenye kikosi na pia kuweza kuanza mechi hii, kwa maana kwa kweli hana defender yoyote ambaye kweli anaweza anzisha pale kwenye ile mechi kwa sasa, isipokuwa wale wale vijana wadogo. Kwa hivyo kwa mtazamo wako unatazamia McGay kuanza mechi hii? Kabisa, naam. Naam, naam. Safi basi. Mechi zingine ambazo zitakuwa pia zinagaragazwa pale Uingereza. Mwana Chelsea takuwa naingia kupatana na vijana wa Glasner, wale wana Crystal Palace, na kidogo mwana Chelsea bado wanaendelea kupambanya pambanya pamoja na ule kocha wao mpya, kijana mdogo ule Rosner, na itakuwa ni mechi ambayo in as much as mwana Crystal Palace amekuwa makali yake kidogo imepungua baada ya poteza vijana wazuri, bado ana prove a point, kwa maana bado anasumbua. Ukikaa mbaya pia siku yako atakuokota. Mwana Chelsea atansame ama amejipanga angalau tuweze kupata amani hii wiki. Ni mechi ambayo inaweza enda upande wowote, maana ni London Derby. Alafu sijaweza kuwa convinced na jinsi Liam Roseni anavyo approach mechi ambazo jinsi Roseni alivyo approach mechi ambazo zimeisha. Kwa hivyo Crystal Palace ni timu ambayo ina ile defensive line ambayo inaweza yakabili makali ya mwana Chelsea, maana kuna tetezi huenda kijana Daniel Munoz akarejea kwenye kikosi, na ni kitu ambacho kitamfurahisha sana, kitampa tabasamu sana huyu meneja Oliver Glasner. Kwa hivyo ni mechi ngumu, na tarajia Crystal Palace aweze kupiga ushindi ama atoke sare, maana akona ile attack ambayo inaweza kumsumbua sana mwana Chelsea. Kijana Brennan Johnson akianza mechi hiyo, alafu kuna kijana Ismail Assar ambaye pia amerejea kutoka ile michuano ya wanasema African Cup of Nation. Alafu kuna kijana Mateta ambaye hivi juzi amekuwa linked na mwana Juventus, lakini saini hiyo kama itampita. Kwa hivyo natumai itakuwa mechi ngumu sana kwa mwana Chelsea. Naam. Itakumbukwa kuwa vijana wale bado wanazidi kugombania ile top 4, na kidogo mwana Manchester anamnusanusa sana. Mwana Chelsea amekuwa akimsumbua sana. Tusema kuna watu tumeachia vita ya top 4, tukisema hivyo tunasemekana Arsenal anajipiga kifua. Pia kidogo miamba wa soka atakuwa ni enzi zangu zile nikipigania top 4 nilikuwa naibuka mshindi wakati wowote. Tumetoka mbali. Profesa alitubeba, alituvukisha mto Yordani.
Ai. Zile enzi Mm. ambazo profesa akimaliza top 4 na anipatie Champions League, mimi niko sawa. Eh, Naitwa ukisema mambo ya soka. eh, sawa, yote tisa vile vile. Miamba wa soka atakuwa anaingia ugani pia. Amekuwa kidogo msimu huu, nasemekana miamba wa soka hajajizatiti vile inavyofaa yule mwana Liverpool. Kidogo ile makali yake, na pia vile amekuwa akijituma, pia na msukosuko pale wa maneja, yule Ancelotti, kidogo mwana Liverpool aja live up to his game, lakini pia ikikumbukwa kuwa wachezaji wake wazuri sana, kama Ekitike na kijana ambaye kidogo walikuwa wameleta mchecheto sana na gumzo pale Uingereza, kwa maana aliweza kuwa among the record signings wa mwana Liverpool, akiwa kijana wa Britain mwite Vats, sijui anaitwa Vats ama anaitwa Vits, vile unapenda mdomo chako. Kwa Kwa Kijerumani hivyo wanasema VAT. wanasema vats. Safi. Maana Sijui mwana miamba wa soka amejipanga aje dhidi ya mwana Bournemouth, kwa maana si mechi rahisi. Tumekuwa huko, tumezuru pale na si uwanja rahisi ambayo ati unaenda tu pale ukisema kidogo uko guaranteed pale. Ni vitality, kinkaa mbaya pia unachunwa. Kwa hivyo sijui miamba wa soka kwa mechi hii mtazamo wako mm. ni upi, na atakuwa na wakati mgumu? President, kama utanisame president, utanikosoa kama sijakosea. President wa Bournemouth aliweza kuongea akasema anahofia sana kumpoteza meneja Andoni Raola. Hmm. eh, ku, Anahofia sana kupoteza meneja huyo rather than kumpoteza mchezaji mwingine yeyote, maana Naam. ameweza kumpoteza kijana Antoine Semenyo Hmm. ambaye ameweza kujiunga na timu ya Man City, lakini ameweza kuonyesha ukakamavu wake kwenye mechi iliyoisha. Aliweza hajapoteza tangu Semenyo aende. Kwa hivyo na kuonyesha Andoni Raiola ni kocha ambaye ana ule uwezo wa kumnyorosha ama kumpiga yeyote ambaye atakuja kucheza pale against timu yake, kwa hivyo mwana Liverpool ana mechi ngumu, maana Bournemouth ni timu ambayo imejipanga vizuri. Ukiangalia vijana Evanilson ameweza kupiga saini ya kijana kutoka kule Brazil, lakini yote tisa naona Naam. Bournemouth akimsakama, kama si sare nampatia Bournemouth ushindi bado. Itakumbukwa kuwa miamba wa soka amepiga sare 4 mbadala katika mechi consecutive 4 ambazo amekuwa nazo, ametoa sare zote. Kwa hivyo bado hajaweza kushinda, kwa maana zile mechi ameweza kushinda ni mechi za domestic na pia mechi za UEFA, ambayo kidogo juzi amewasakasaka vijana wangu wale. Najua saa hii kijana wangu Nwaneri ametembea, ameenda Masee, kidogo ameweza fungana virago. Anaungana na ndugu yake Timba. Kwa hivyo nasikia niko nyumbani nikimtazama kijana pale, najua kijana anatunzwa, kijana anaendelea vyema na Nwaneri kidogo pale naona atasaidika sana, kwa maana pale ni mahali ataweza kupata game time na pia ukikumbuka kuwa kijana Obama Black Clat Young, kijana Aubameyang bado anaendelea kuongoza ngome pale strikers pale. Kwa hivyo Liverpool itabidi aweze kujizatiti sana ili aweze kushinda mechi ile, kwa maana kidogo hata mahali anasimama pale kwenye jedwali si kama vile ilivyokuwa itatazamiwa atakuwa amesimamia. Mechi nyingine ambayo itakuwa inaweza kushuka pale Uingereza itakuwa mechi pia ya mwana Manchester na mwana Arsenali, ambayo pia tulikuwa tushaongelelea. Kwa hivyo hapo pia tulikuwa already tumeacha predictions. Ningependa kidogo tuweze kutoa predictions kwa hizo mechi tatu ambazo ni za top 4, ambapo pia mbadala pia
Before tutoe hiyo predictions, ningependa tufunge hilo jamvi na mechi ambayo itakuwa mwana Newcastle na mwana Aston Villa. Mechi nzuri sana ambayo mimi kwangu hiyo ndio mechi yangu ya wiki. Other than mechi ya mwana Manchester na mwana Arsenali, hiyo ndio mechi yangu ya wiki, kwa maana kidogo nataka nione vile wale vijana wa Aston Villa wataweza kujituma kwenye ile mechi, na ikikumbukwa kuwa hivi majuzi kumekuwa na msuko msuko pale kidogo, watu washikamane mashati mashati pale baina ya maneja na player, yule Unai Emery na kijana Tillemans, jambo ambalo lilikuwa very unexpected. Si hata nilishindwa kumeendaje, ni ulimi uliteleza. Kijana akaambua toka hapo, umecheza mechi, umemaliza mechi dakika 90 na utaki kuuma mechi. So sijui msukosuko ulitokea wapi, na kwanza tuanze na huo msukosuko kabla ya tuongelelee mechi. Ni jambo ambalo it's very unexpected, ama hujazoea kuona na Unai Emery kuwa na hiyo msukosuko pale na vijana wake, kwa maana ni jambo mbadala. Sijaona kidogo Unai Emery akiwa na mambo kama haya. Ah, Unaje ile? usisahau Unai Emery alikuwa na jambo kama hilo akiwa hapo Arsenali. Maana alisumbuana sana na captain wakati huo kijana Granit Xhaka. Naam. Kwa hivyo ni mambo ya kawaida kwa soka na si kitu kigeni kwangu, maana watatatua mambo hayo, na Tielemans kijana mzuri atazidi kucheza mechi mingi, ataweza kumchezea Unai Emery mechi mingi, na ni very quality player. Kwa hivyo sidhani kama msukosuko huo unaweza kufanya Unai Emery aweze kumtoa kwenye kikosi. Naam. So dakta, kwa hivyo vijana wa good evening takuwa naitembelea uga wa St James Park pale Newcastle, kiwanja ambayo pia si kiwanja rahisi sana kutoa pointi. Ni kiwanja pia inakuwa na kama kuna ile atmosphere, kama kuna uwanja ambazo zinakuwaga na ile atmosphere, ni kiwanja ya mwana Newcastle, ile St James Park. Unai Emery amejipangaje kwa mechi hii? Mtazamo wako, ataweza kupata pointi? Ataweza kuendelea na msururu mzuri wa kuweza kumaintain pale top 4, ama atadondosha pointi? Unai Emery mechi iliyopita aliweza kupoteza, maana aliweza kupigwa moja komboa ufe na kijana na vijana wa David Moyes. Mechi ya Newcastle kuna zile rumors ama kuna ile transfer ambayo Aston Villa ameweza kufanya, ameweza kumrudisha kijana Leon Bailey, na kuna tetesi kuwa huenda akaingia straight kwa first team ya takayocheza mechi. Kwa hivyo Unai Emery ni kocha ambaye ameona Aston Villa hawajakuwa na wachezaji ambao wamemakinika sana kwenye ile front line yake. Ukiangalia kijana Oli Watkins msimu huu hajakuwa ule Watkins ambaye tumemfahamu. Kijana Morgan Rogers ijapokuwa amekuwa akicheza vizuri mechi zilizoisha, lakini bado hajafika ile level ambayo tulimwona msimu uliopita. Kwa hivyo kumrudisha kijana Leon Bailey kuna muongezea tu makali kwenye mechi, lakini bado naamini itakuwa mechi ngumu dhidi ya mwana Newcastle, maana St James Park atanisame kidogo, na naona the best anaweza toa kwenye mechi hiyo ni sare. Naam. So dakta, vile vile mchezaji wa mwana Aston Villa kijana yule Oli Watkins amekuwa for the last season mchezaji ambaye alitamba vizuri sana, mchezaji ambaye aliweza pia kuleta commotion mingi sana, kwa maana pia mwana Arsenali alikuwa anajaribu kutafuta vile anaweza kupata usajili wake, lakini pia muda ukamwendea kombo, na Bata akasema kuna kijana ambaye anapigaga hizi vitu anaitwa Gyökeres, naweza mtaka sana, wachana na Watkins atulie, wakasema Bata si mchawi, Bata anafanya
Napenda sana Oli Watkins maana kwa miaka 5 6 iliyoisha amekuwa mmojawapo ya washambulizi ambao wamebobea sana kwenye ligi hii, maana pia wameweza kupiga magoli kwenye kikosi cha taifa na sidhani kama una Emery anamrate sana huyu kijana Oli Watkins, maana isitoshe msimu huu ameweza weka kwenye benchi sana Naam. msimu ulipoanza. Kwa hivyo kinakuonyesha tu na Emery bado ana ile trust kwa kijana huyo Oli Watkins kuweza kupeleka timu yake katika level nyingine, na pia kuna tetesi wanakaribia kumchukua kijana Tammy Abraham zamani akichezea bado ya Aston Villa. Kwa hivyo inakuonyesha tu kijana Oli Watkins eh, ni kijana mzuri, lakini una Emery kuna venye ni kama hajamrate kulingana na venye yeye anataka. Kwa hivyo tunatumaiya kijana Tammy Abraham ataweza kumsukuma sana kwenye pecking order ikiwa atajiunga na vijana hao wa Villa Park. Naam. Naam. Ikilinganishwa pia na profile ya yule striker pia tulikuwa tunataka ambaye ni Gyökeres Kiplani. Oli Watkins amecheza mechi 22 za ligi na Gyökeres amecheza mechi 20. Na kwa mechi hizo zote Oli Watkins anaongoza na bao 7 na Gyökeres anaongoza na bao 5. Ukilinganisha na profile yule kijana Watkins na uweke kama striker ambaye saa hii maybe ako available in the market, inasemekana ni mtu ambaye ni mtu unaweza chukua anytime. Unaweza mwendea kama mchezaji bado, unaweza mwendea kama striker bado, ikikumbuka kuwa ule alikuwa ndio msajili wa kwanza Muhispania alitazamia kumleta pale ugani Emirata, lakini mambo yakaenda mbadala. Sijui unamchukua bado Watkins? Watkins kagonga miaka 30 Disemba mwaka jana. Kwa hivyo kama tutaweza kumpoteza kijana kwa mfano kijana Leandro Trossard tunahitaji kijana ambaye ana ile experience ya Premier League, na kama Oli Watkins ako available in the market naweza mwendea akuwe kama squad rotation player ama asaidie kwa ile dressing room, ama kuna mechi ambazo zinahitaji uzoefu wa Premier League. Kijana ambaye nitamwendea bila kufikiria mara ya mbili. Naam. Sadakta. Kufikia hapo tunasema angalau tumegusilia 1 2 3, lakini kabla ya kukuacha nataka tukufungie na awamu ya predictions, tuweze kupiga predictions za mechi ambazo zitakuwa zinashuka wikendi hii. Kwa hivyo mechi ya kwanza ambayo kidogo tutakuwa tunaiangazia sana, mechi ambayo tutakuwa tunaiangazia sana kwa ukubwa kwa hali na mali, mechi ya mwana Man City na mwana Wolves. Nipe ubashiri, mechi hiyo unaionaje? Itaisha aje? Anaona kijana Hichang Mwang akifanya mambo yake, kwa hivyo City ashinde na ile tiniest margin, tashinda magoli 2-1. Naam. Naam. Unasema pale uga wa Etihad kidogo mwana Wolves pia atajigonga gonga kifua. Ana uwezo. Jambo wa soka anatembea Vitality Stadium. Ubashiri wako ni upi? Bournemouth watamkosa kijana Marcus Tavernier, maana kuna tetesi ikapata jeraha. Kwa hivyo kuna kijana Krupi Junior ambaye anaweza cheza katika position hiyo. Kwa hivyo wanampatia Bournemouth ushindi wa magoli 2-1. Naam. Halo,
Sema miamba wa soka atakusamehe. Eh, juzi utafanya tuanze kukimbizwa na mashabiki wa miamba. Unajua mashabiki wa miamba wanakuwaga wamekomaa. Nasema mashabiki wa miamba si vijana wadogo, ni wazee waliobobea. Wanasema usimkashifu mwalimu wa soka, maana eh, Anasema Jusa si mchawi. Jusa akisema amesema. Safi. naam. Vile mwana Chelsea takuwa anaweza kutembelea vijana wa Crystal Palace, wale vijana wa Glasner. Mechi ngumu ambayo kwa maana pia ile ni dabi ya pale Uingereza, maeneo ya London. So sijui ubashiri wako ni upi ule wa ile mechi? Nampatia Palace sare ya goli moja kwa moja, Palace ya sare pamoja kwa moja. sare ya bao moja kwa moja, na ikiwa Chelsea atakaa vibaya Hmm. ataweza kupigwa la pili. Sema ataweza kusakamwa na pale Selhurst Park. Kwa hivyo wana Chelsea pia wajipange, kwa maana ni ndugu zetu pia, lakini unasema adui akipata jeraha, usimcheke, usimcheke, mwambie pole na usonge mbele, kwa maana vile 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 mwana Arsenali atakuwa anaingia ukali. Na lakini wana wanasema yote tisa, wanasema adui mpende. na adui mpende, kwa maana najua wikendi hii maadui wetu ni wengi. Tunawapenda ikiwa Kama ikiwa tunakosea. tunawapenda maadui zetu Na, na tunatakia mechi tu nzuri, lakini ikiwa prediction zangu zitaenda jinsi navyofikiria, unavyotarajia bado yani. nitawapenda. Naam. Wote wapenda, kwa maana predictions za mechi ile za kutoa jana, ambapo jana Jusa aliweza kutabiri mwana Arsenali kuweza kucheza mechi nzuri Mm. sana pale Emirata, ambayo tunatazamia pia sisi sote kama mashabiki wa mwana Arsenali, kwa maana itakuwa statement win, haitakuwa tu ushindi tu wa kawaida. Utakuwa ushindi Mm. ambao pia utakuwa umeonyesha Muhispania ameweza kujizatiti na ameweza. Wanasema utakuwa ule ushindi wa kunyamazisha ulimwengu. Naam, 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 Kwa naam. kupunguza Utanyamaza mayowe. kweli? Ulimwengu utanyamaza kweli? Wanasema wana Arsenali akishinda wiki hakuna amani. Arsenal akishinda, Arsenal akishinda ni afadhali kuliko mwana Manchester akishinda, maana tunamjua Manchester amepewa jina la kijazi, anaitwa Kiburi FC. Kwa hivyo Naam, mashabiki wa Manchester ni mashabiki ambao wana ile kitu ambacho tunasemanga ni delusional fans. naam. Sitawasuta, wacha tuseme tutaongea vizuri. Mechi itakuwa imekatika takriban saa 3:30 Jumapili, baada ya kila mtu kupiga lepe la usingizi, baada ya watoto kutoka kwenda burudani, wamerudi nyumbani, kila mtu ametulia, watakuwa wote wamekaa chini wanaitazama mechi. Wapendwa wetu pamoja na waadui wote watakuwa wameketi chini kutazama mechi. Kwa hivyo ni mechi ambayo kidogo tunahitaji tujizatiti, lakini yote tisa tunasema yote yanapanga, lakini inaamuliwa pale ugani. Tuzidi kukushukuru wewe msikilizaji, mtazamaji, kwa kuungana nasi wikendi hii njema, ambayo pia tumeweza kupiga ubashiri 2 3. Tumeweza kuizungumzia mechi ambazo zitakuwa zinashuka pale kwenye ligi ya Uingereza, ambapo Mhispania kidogo watakuwa wanajaribu kujizatiti kuweza kuongeza pointi zikuwe 9. Naombe Maulana sana yule mwana Guardiola aweze kuchunwa
na mwana Wolves, ambapo kidogo sijui ni mambo gani itakuwa imefanyika ndio hiyo itokee. Lakini mwana Man City atakuwa amenisamehe kama leo atachunwa ama ataangusha pointi. Atakuwa amenisamehe sana na aweze kusaidia wale vijana wetu angalau leo wakuwe focused. Kwa maana kidogo mwana Man City akiangusha pointi, vijana wa Muhispania pia ni kama wanaingiza baridi. Wanashindwa kumaliza the meal. Finish your work, finish your job. Kwa hivyo yote tisa tunasema asante sana, na hapo pindi tutakapoungana kwenye awamu nyingine ya Jamvi. Kwa sasa tunakuaga tukisema hapa ni Jamvi. Eh, eh. Eh, eh.